Mtaani kuweza kuzungumza na makundi tofauti ya watu. Hapa nikizungumzia wananchi wa kawaida, lakini pia kundi kubwa la vijana ambalo hilo linakabiliwa na changamoto kubwa ya ukosefu wa ajira, kundi lilopo majumbani ambalo linakabiliwa na ongezeko la gharama za maisha kila kukicha, bila kuwasahau wafanyabiashara ambao hawa wanakabiliwa na changamoto ya ongezeko la tozo na kodi. Ikumbuke kwamba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Wizara ya Fedha imetangaza bajeti mpya mwaka wa fedha 2026-2027 ikilenga ukuaji wa uchumi kwa 6.3%. Kiukweli serikali inapoongelea kuhusu ongezeko la kodi ni njia moja hapo ambayo kweli inaongeza uchumi, lakini wao wanakuwa wana generalize kwa juu, hawaingii deeply mtu mmoja mmoja. Mfano mzuri kama ikiwa wanaongelea kuhusu mambo ya nini ya uchumi kuongezeka, hawaongelee kuhusu mtu mmoja mmoja, wanaongelea kuhusu in general, yani kwa wote. Namna moja nyingine inasaidia, lakini sehemu kubwa zaidi ni kwamba leti kama ongeza kupunguza kodi katika vile vitu ambavyo wameweza kuongeza, ingekuwa kidogo nafuu, na pia hata na upande wa mafuta pia kama ongeza kupunguza kodi kule, maisha ingekuwa mazuri zaidi. Tuna leseni za biashara nazo zinahitaji hela, kuna muda ambao itakuwa imeisha, unatakiwa kwenda kubadilisha. Kwa hizo ni kodi ambazo kwa mfanyabiashara yoyote yule zinamwathiri kwa kiasi kikubwa. Lakini pia mtu pia ambaye alikuwa anataka kuanza biashara, ilikuwa lazimika afanyiwe makadirio ya kodi kabla hajaanza biashara. Tumeona bajeti hii ilikuja imejaribu kuweka mazingira mazuri kwa mtu ambaye anaanza biashara, at least aende mwaka mmoja ndipo afanyiwe makadirio ya kodi. Kwa hivyo kwa bajeti hii tunaona inajaribu kuondoa yale maumivu ambayo wafanyabiashara wadogo tunakumbana nayo. Lakini pia tumeona kwa bajeti hii imejaribu kufikiria mfanyabiashara mdogo, mtaji wake unaoanzia kuanzia milioni 1 mpaka milioni 200 ndio atahesabika kama mfanyabiashara mkubwa. Badala ya bajeti za nyuma ambazo zilikuwa kuanzia milioni 100, huyu anahesabika kama mfanyabiashara mkubwa. Hivyo tunashukuru nafuu kidogo utakuwa umepatikana kwa bajeti kama itatekelezwa. Hakika ongezeko hilo kwenda kwenye 70% ya kujitegemea kwenye kutumia mapato ya ndani, maana yake ni kodi na tozo. Na maana yake hizo tozo wa kulipa ni sisi wa Tanzania. Lakini katika kukua kwa uchumi wa nchi na kukua yani maendeleo ya nchi kwenda mbele, kuna mahali inafika inabidi kufunga mkanda kama watu wa pamoja na kujituma kufanya kazi ya ziada ili tuweze kutatua matatizo yetu ya ndani. Kwa hiyo kipindi hiki kitakuwa kigumu kwa sababu hizo tozo na kodi zitakazoongezeka zitatugusa sana sisi wakulima. Maoni ya wananchi yanaonyesha matarajio makubwa kuhusu bajeti hii, hasa katika ongezeko la ajira katika nyanja ya biashara pia, lakini katika huduma za kijamii, huku wafanyabiashara wakisisitiza kwamba ongezeko la kodi sio njia pekee ambayo inaweza kupelekea kujenga uchumi ulio imara, bali kutengenezewa mazingira mazuri ndio yatakayoweza kusaidia kuweza kufikia uchumi ulio imara. Sasa napata nafasi ya kwenda kuzungumza na wataalamu wa masuala ya uchumi kwenda kuangalia, je, ongezeko hili la uchumi kwa 6.3% lina maana gani kwa mwananchi wa kawaida? Katika utekelezaji wake kuna mabadiliko makubwa sana ambayo yanaweza kujitokeza kwenye jamii yetu. Na mabadiliko ya kwanza yanaweza yasiwe ya raha, kwa sababu kutegemea 74% kwa pesa ya ndani, maana yake unatakiwa wewe uanze kuishi aina fulani ya maisha ambayo ukuwa umeizoelea mwanzo, ili kuhakikisha kwamba unapata fursa ya kupata kipato hicho ulicho kikusudia kukipata. Moja, lazima kuongeza uwajibikaji kwa maana ya ufanyaji wa kazi, kuongeza tija kwenye kila eneo, kwenye kila sekta katika utendaji wake. Licha ya takwimu kuonesha kwamba uchumi unatarajia kukua kwa 6.3% kwa mujibu wa bajeti ya fedha ya mwaka 2026-2027, wataalamu wa uchumi wanaonya kwamba mafanikio yake yanategemea sana utekelezaji wa bajeti hii na uwezo wa wananchi kuweza kuyaona haya kupitia mabadiliko ya ongezeko la huduma za kijamii, ongezeko la ajira na hata ongezeko la kipato. Kwa sasa macho na masikio ya Watanzania wengi yapo katika bajeti hii kutazama kwamba ukuaji huu wa uchumi utaenda kuonekana kwenye mifuko ya wananchi ama utaishia kuonekana katika makaratasi. Nikiripotia Fusula MSJ TV
Kutoka hapa ilipo manispaa ya mji wa Morogoro, jina langu ni Cuthbert Kimaro.